Kijana huyu vijana ambaye anaita mpasuko duniani huko kwema? Mimi kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kujalia baraka tele kufika siku ya leo. Na mwalimu wenu tena. Gomez ni Mwananchi. Mimi nimeona asubuhi. Kusema ukweli nilikuwa nimelala kwa sababu mpaka jana nalala, jioni nilikuwa nimeona mwalimu amefanya mazoezi na Simba Sports. Nikajua tayari mwalimu yupo zake Simba. Kwa hiyo mimi sijajua kitu chochote kitachoenda kutokea usiku nini. Ila asubuhi nimeenda kukutana na surprise. Kwanza niwapongeze viongozi wa Yanga, wamefanya ujasiri. Hichi ndio tunachokitaka sisi wana Yanga Afrika. Sio leo tunachotaka kama hichi. Ila anawaambia fly kizidi sana inasababisha kifo. Kwa nini useme hivyo? Maana tukifurahi sana kila siku tulikuwa tunafurahi tunaweza tukafa kwa furaha. Kwa sababu bado kidogo, bado mmoja. Nawaambia bado mmoja. Sio watajii, nikishawaambia sababu nikishaongea sana itakuwa gumzo. Kwa hiyo mimi nawaambia viongozi wa Yanga, sisi tunashukuru kutuletea Selemani Mwalimu. Mmefanya comeback mzuri sana kwa sababu mpaka saa 3 usiku Selemani Mwalimu alikuwa viunga vya Simba ananiwa ametulia anajiandaa na mechi ya kesho. Ila saa 5 usiku Selemani Mwalimu anaonekana Dar es Salaam na anatambulishwa. Sasa wewe ndio ambao ulikuwa unapiga mitandaoni kupiga mayowe kwamba mmedanganywa wanachama na mashabiki wa Young Africans kuhusiana na namba 6. Comeback ya Selemani Mwalimu pengine imekuja kuzima ile namba 6 ambayo mlikuwa mnahitaji. Labda nikuambie kwanza Selemani Mwalimu hajapewa jezi namba 6. Selemani Mwalimu amepewa jezi namba 17. Kwa hiyo manake mpaka sasa hivi jezi namba 6 Yanga Afrika bado hajavaa mtu. Kwa hiyo bado nina imani na uongozi wangu, angalau juzi hajatutambulishia namba 6. Sawa, na imani na uongozi wangu namba 6 kuna mtu anakuja kuvaa. Kwa sababu nilijua Selemani Mwalimu katambulishwa jana atapewa jezi namba 6. Selemani Mwalimu katambulishwa akapewa jezi namba 17. Kwa bado namba 6 ipo ndani ya Yanga, bado hajavaa mtu. Haina mtu. Bado haina mtu ndani ya Yanga. Tumekwenda kumchukua Gomez kambini. Hii inajenga taswira namna gani kwa viongozi wa Yanga na kwa viongozi wa Simba pia? Simba na Yanga inachukuliana sana wachezaji. Ila hii mpya. Hii mpya kivipi? Hii mpya na hii haijatokea kwa mchezaji kashatambulishwa. Maana Simba mwaka huu Selemani Mwalimu amemtambulisha mara 2. Haijawahi kutokea duniani. Mchezaji mmoja ndani ya usajili mmoja akatambulishwa mara 2. Selemani Mwalimu alitambulishwa, Wydad wakatoka wakasema hautambui usajili huo. Selemani akatoka zake akaenda zake wewe Wydad. Simba Day Selemani Mwalimu alitambulishwa na Simba. Na tukaambiwa ipo njiani anakuja. Kweli alikuja. Tulimuona mazoezi jana kafanya na Simba. Na mpaka saa 3 usiku wenyewe mashabiki wa Simba wanakiri alikuwepo kambini Simba. Ila saa 5 usiku ipo Dar es Salaam anatambulishwa. Kipi kimesababisha mpaka sasa Sele Gomez hayuko mitaa ya Msimbazi na yuko mitaa ya Jangwani? Kikubwa ambacho Yanga mkifanya. Pesa. Mimi kila siku naongeaga watu wanajua hapa masiala. She wangu kama huna hela mwanamke mzuri utamuita shemeji. Kama huna hela mwanamke mzuri utamuita shemeji. Lakini Simba sio kutoshamalizana naye paka amekuwa. Wamemalizana wapi? Zanzibar. Wao walienda kuomba kwa mkopo. Yanga kanunua kabisa. Sio kuna tofauti. Kwa hiyo mtu akugewewe bidhaa kwa mkopo na wakati kuna mwingine anataka kununua. Yanga Selemani hajapewa kwa mkopo. Yanga Selemani wamemnunua Wydad Casablanca. Unaelewa? Kwa hiyo maana yake Simba walipigiwa simu tu. Huyo Selemani ni mchezaji wa Yanga Afrika sasa hivi tayari washanunua. Na ndio maana nikakwambia hii haijawahi kutokea. Umefanya umafia. Kwanza mimi nampongeza na Selemani Mwalimu komando. Kwa nini? Nampongeza na Selemani Mwalimu komando. Wewe ushajua unakwenda sehemu fulani hapo upo sehemu ile bado unafanya mazoezi. Nampongeza na Alikamwe ile kauli yake alikuwa aliongea kwa amesema mchezaji wetu wapo naye wanafanya naye mazoezi. Kumbe alikuwa ni Gomez. Kweli kwani Gomez hajafanya mazoezi na Simba? Amefanya. Mpaka jana Gomez kafanya mazoezi na Simba. Jana Gomez Selemani Mwalimu amekula chakula cha usiku na Simba. Maana saa 3 usiku Selemani Mwalimu yupo na Simba Zanzibar.
ila saa 5 usiku ipo Yanga Afrika. Hao ndo Yanga, hao ndo Yanga. Na nilivyomsikia hadi jana anasema hatujamaliza. Hatujamaliza, usajili bado hujafungwa, tusubiri. Mchezaji ambaye mnatamani sana Young Africans atambulishwe ni nani? Hata wewe mwenyewe unaonekana kabisa kuna kitu na kihitaji na Young Africans kitue chuma kingine. Hapana, mimi siwapangii viongozi mchezaji gani aje, kwa sababu kwa mchezaji ni mwalimu pamoja na uongozi wanaangalia hapa mchezaji gani anafaa. Si ushaelewa? Sisi mashabiki kazi yetu ni kushangilia tu. Si ushaelewa? Lakini na Solo Challenge imechangamka huko, wanakwenda kufanya comeback kumleta Faisal Salum. Fei mimi simdharau, ni mchezaji mzuri, kama watamsajili sawa. Watu wananunua jezi huko. Faisal atue. Jezi tokea jana kutangazwa Selemani Mwalimu azinunuliki ishe wangu. Unasema? Baada ya kutangazwa Selemani Mwalimu, jezi, ununuzi wa jezi imeganda pale pale. Unamaanisha mashabiki hawanunui jezi? Wewe babu, hujasikia watu wanalalamika kwenye mitandao? Mitandao yote imechafuka, wanalalamika. Mimi kila siku nakuambia Simba wana viongozi wa ovyo. Wewe unashindwa kuelewa, Simba wana viongozi wa ovyo. Jana ndio umeenda kudhibitisha. Haiwezekani mchezaji upo naye wewe mpaka saa 3 usiku. Umekula naye mpaka chakula cha usiku. Alafu saa 5 anaenda kutambulishwa Yanga. Yaani mnaonesha uongozi wenu dhaifu. Sasa nimeelewa kwa nini ilioneshwa siku ya Mwananchi picha ya tajiri Kharibu GSM anamchezea Simba nywele. Sasa umeelewa? Nimeelewa. Mara baada? Ile picha ina maana gani? Baada ya kutambulishwa Selemani Mwalimu. Kama uliona siku na Yanga Day watu wameona tajiri anamchezea Simba nywele. Sawa? Pale nilikuwa sijaelewa ana maana gani tajiri kumchezea Simba nywele. Maana yake kumbe kaenda kuchukua mchezaji wa Simba ipo ndani kwenye kambi na walijua tayari usajili washamaliza. Kuna namna ili mashabiki wa Simba limewacha kwa namna moja au nyingine. Mimi furaha yangu kila siku kama uongozi wa Yanga wataenda kuchukua mchezaji yoyote Simba. Ndio furaha yako wewe? Mimi Simba akiumia mimi ndo nafurahi. Kwa ile la Mwalimu limeumiza. Wewe uone watu wanalopoka kama wanaumwa. Au kama watu wamelishwa usembe. Kuna mtu anakuambiaje? Jana wao ndio wamepewa ofa ya Selemani Mwalimu kuuzwa. Hapo wakaikataa, wakaweka ofa yao. Wakakataa, wakaweka ofa yao. Wewe ulisikia wapi ndugu yangu? Hivyo hata nyinyi hata wewe Shabani ulikuwa unamhoji yule mtu unamsikiliza kweli, unamwona ana akili timamu? Wewe uko unamwona ipo sawa? Lakini wao wanasema alikuwa anatokea sabu kwao. Kama alitokea sabu, kwa nini walimtambulisha mara mbili? Selemani Mwalimu wao walikuwa wamhitaji. Alikuwa anatokea sabu, kwa nini wamemtambulisha mara mbili? Hapo ni swala kujiuliza. Jiulize mimi na wewe. Nasoro, Mwalimu ndo ambaye aliamua pale Zanzibar. Na ulaki lilifanya Simba apate ushindi. Mimi leo baada ya kutambulishwa na Yanga goli lilikuwa halali kabisa. Selemani Mwalimu? Baada ya leo Selemani Mwalimu kutambulishwa Yanga. Udhaifu wa refa goli lilikuwa halali kabisa Selemani Mwalimu. Ile goli ambalo lilikuwa halali kabisa, sema marefa nao binadamu. Wewe unaulizema goli lilikuwa halali wewe? Baada ya kutambulishwa Yanga Selemani Mwalimu goli lilikuwa halali, madhaifu wa marefa. Simba alinyimwa ile goli. Alinyimwa Selemani Mwalimu, sio Simba. Unajua Selemani Mwalimu amekuja kuongeza kitu gani pale Yanga Africans? Kwanza Selemani Mwalimu kaja kuleta changamoto. Ujue sisi tuna mafuadi, tunapita Shalulile, tuna Sheikh Imam Tule, sawa, tuna Clement Mzize, leo kaenda kuongezeka Selemani Mwalimu. Maana yake sisi tumeenda kuleta changamoto ya mafuadi, kila mtu akikaa na kalo juu. Ukipewa nafasi kusudi ujitume, kesho upate tena nafasi. Maana ukiharibu kesho nafasi hakuna. Ndio Yanga tulikuwa tunataka sisi. Wangu kuna mtu mmoja kwa analalamika kwa nini Yanga kasajili mafuadi wengi. Wangu mwaka huu mechi zimepangwa double kwa double. Na ndio maana Yanga wameenda kuweka kila namba ina wachezaji 3, 4 mpaka 5. Kwa sababu angalia mfano mdogo. Yanga kesho anacheza Zanzibar. Kesho juma ngapi? Jumatano. Jumamosi Yanga anacheza Ruangwa na Namungo. Jumatano tena anacheza Dar es Salaam. Umeona ratiba hivyo ka? Kama hauna quality ya wachezaji
hauwezi ukafanya vizuri. Unataka niambie inawezekana Zanzibar ikacheza kikosi kingine, unaona kikosi kingine na Dar es Salaam. Kwa kikosi kilivyokuwa kipana sasa hivi, unaweza ukashangaa Zanzibar ikacheza kikosi kingine, ukaenda Ruangwa ukakutana na kikosi kingine. Kwa Yanga sasa hivi inawezekana. Kama siku ya wananchi uliangalia, kipindi cha kwanza ilicheza timu nyingine, kipindi cha pili ilicheza timu nyingine kabisa. Hiyo ndio quality tulikuwa sisi tunaitafuta Yanga Afrika. Mimi namwambia Selemani Mwalimu, karibu nyumbani. Selemani Mwalimu? Karibu nyumbani. Sio ugenini. Karibu nyumbani. Selemani Mwalimu toka siku nyingi alikuwa anaipenda Yanga Afrika. Kwa hiyo lile goli la, kwa sababu hata mechi za Yanga Selemani Mwalimu alikuwa anakuja kuziangalia. Kumbe alikuwa kitambo. Tayari alisaini siku nyingi, tulitaka kuwapa pressure tu. Hajasaini siku nyingi. Huu mafia uliofanywa shehe wangu haujawahi kutokea ndani ya ardhi hii. Kambini. Umafia waliofanya engineers haujawahi kutokea ndani ya ardhi hii. Mtu atakwambia haya mambo yametokea. Hapana. Hakuna mchezaji ushamtambulisha mara mbili, alafu upo naye kambini mpaka saa 3 usiku. Sababu Selemani Mwalimu mpaka jana saa 3 usiku yupo kambini Simba. Nasoro, mashabiki wa Simba wanasema kwamba mechi washaimaliza kutokana na kikosi chao cha muda kile kile ambacho kiliwaadhibu pale. Mimi nawaambia mashabiki wa Yanga tuoneni Zanzibar, mpaka sasa hivi Simba akili zao zipo sawa. Kivipi? Wewe angalia, sio manani mashabiki, mpaka viongozi, pigo kubwa hili. Hili pigo kubwa. Viongozi wa Simba akili haipo sawa. Mpaka saa 4 usiku Selemani Mwalimu upo naye, saa 5 yupo Dar es Salaam. Hao ndio Yanga Afrika. Kwa hiyo komenti yako juu ya goli alilofunga Mwalimu mara baada ya kutambulishwa. Nimekuambia Selemani Mwalimu alifunga goli halali kabisa. Ila mwamuzi tu. Goli lilikuwa halali. Halali kabisa, mwamuzi tu. Sisi tunawaambia wana Yanga hatujamaliza bado. Shukrani sana Soro. Bado mmoja. Asante.